inaniambia huyu mwanamke akaenda kwa nabii Elisha, akamwambia Elisha, mume wangu amefariki, lakini ameacha madeni. Kataa kufa na madeni. Sema amina. Na ninasema hivi, hautakufa, utaishi mpaka ulipe madeni kwa jina la Yesu. Ninasema hivi, kuna watu wanakufa leo hii na kuna watu wanaingia mpaka kwenye maombi wanasema Mungu bora nichukue. Ninasema Mungu atakuchukua ukilipa madeni. Kama bado unadaiwa, lipa kwanza madeni. Sikiliza kwa makini, unavyokufa unaacha nini? Leo hii watu wamekosa cha kuwarithisha watoto wao, watoto wanarithi madeni. Amekuja mdai anasema nipe watoto wako wawili wakanitumikie mpaka deni la baba yao liishe. Ukifa watoto wako unawaacha kwenye hali gani? Na ninarudia tena, ninasema hivi, tumechoka kurithi nguo na kanga zenu na vichora. Hatutaki kurithi vichora, tunachotaka jengeni nyumba, turithi nyumba. Nunueni magari, tumiliki magari. Tunataka vya kurithi. Mithali anasemaje? Anasema mzazi mwema huacha urithi mpaka kwa watoto wa nani? Wa wajukuu wake. Ukifa saa hii tunarithi nini? Nisikilize, tunahitaji watu ambao wameokoka na akili zimo kichwani, hawafi kichinga, hawafi kizembe. Sikiliza, sio unafika wakati unakufa kizembe unatuachia madeni. Hata mimi sitalipa hayo madeni. Ni kweli ni mchungaji na ninaenda mbinguni, nimeokoka, lakini kwenye madeni, pambana na madeni yako. Hatukukopa wote. Na nyinyi wanawake mmekana wao mezeni kizembezembe. Naomba hivi, atakufa huyo baba, atakuachia matatizo. Mpaka leo mwanamke uko kwenye ndoa miaka 10, hujafungulia biashara, unasubiri nini? Huyo mwanaume ondoka hiyo ndoa, kimbia tu. Mwanaume hana msaada, kwa sababu akifa nini kinatokea? Nyumba ni ya kupanga, mnalipa kodi. Uongo kweli? Nyumba ya kulipa kodi. Wewe huna hata biashara. Akifa ndio mwanzo kuja kuliaga madhabahu ni Mungu, walionizalisha wameniacha. Nasema hivi, wakuzalisha na mwingine. Sema amina kwa jina la Yesu. Wakupe hata watoto 10 ni kwa sababu ulikuwa huna akili. Tunahitaji kanisa lenye akili kichwani. Tunahitaji kanisa lenye mabadiliko. Tunahitaji kanisa ambalo linaleta mafanikio. Kanisani saa hii watu wakiingia kwenye maombi ni kulia, Mungu mbona umeniacha? Hajakuacha Mungu, ni akili zako zimelala. Leo ziamke kwa jina la Yesu.